katika adhimisho hili ambalo linaendelea la misa, Dominika ya 5 ya kipindi cha Pasaka. Nisijui kama tunaelewa uzito wa kipindi hiki cha Pasaka. Sisi wote tunapambana na kitu cha marudio, kwa sababu kila mwaka tunasherehekea sikukuu ya Pasaka. Hapa kuna miaka 80 hapa 90, miaka na miaka. Kunafika mahali imefika Pasaka, hakuna taraja. Kwa sababu unajua ni yale kama masomo nimesikia hapo kutosha. Hii ndio shida kwa pambano ambao tunao daima, na pia kwa sababu tunakuja kila siku Jumapili kanisani, ni ngumu pia kuingia kwenye mwendo wa liturujia. Kipindi hiki cha Pasaka ni kipindi muhimu. Daima inaonyesha ile Kwaresma ni rahisi kuishi, kwa sababu tunajua tayari mambo fulani tunahitaji kufanya, kufunga, kutoa zaka, kufanya mengi. Lakini je, Pasaka tunahitaji kufanya nini? Baba, inabaki swali ambalo kila mmoja anajiuliza, Pasaka tunahitaji kufanya nini? Kwa hiyo masomo yanatia ndugu mwanga. Tumesikia somo la kwanza juu ya matendo ya mitume. Kwao lile kanisa la mwanzo, kwa mitume Pasaka ilikuwa kitu cha ajabu kwao. Iliingiza kwao maisha mengine, iliingiza kwao mbingu. Ile ufufuko wa Yesu Kristo haikuwa kitu ambacho walizoea, kama hapaikuwa na mtu aliyekufa akafufuka. Kwa kwao ilikuwa namna nyingine ya ajabu. Iliingiza kwao kuwa kuna uwezekano baada ya kifo maisha mengine. Ndio maana unaona masomo ya kwanza na pili yanazungumza juu ya uzima wa milele. Anasema Paulo, yafaa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi na pia ufunuo. Kwa hiyo kuna msamiati kwa uzima wa milele kitu gani? Labda ningeweza kuwauliza waumini mnisaidie, sababu ni msamiati ambao tunasikia kila siku. Nikiongea juu ya hela tunaelewana, wala hatuna ubisha. Nikiongea juu ya nyumba nzuri tunaelewana. Je, uzima wa milele sina uhakika kama tunaelewana. Bwana niliwaambia mwanzoni mwa misa, ni ngumu sana leo juu ya imani. Ikiwa maisha yetu hayalengi uzima ule wa milele, yote tunayofanya hayana maana. Kesho na kufa, pesa, upadi wangu, mafanikio, biashara, ina maana gani ikiwa kesho naingia kaburini? Sheko la mtu anakufa anaondoka na hela zake. No. Na ikiwa maisha yetu hayalengi yale lengo letu la maisha la asili, mwanadamu aliumbwa kuwa kama Mungu, kuishi pamoja naye, ikiwa yakisi yale yote yanayofanya leo kama padri upumbavu, kama kweli ni skandal. Ni kweli hao wanasema, kwa nini wanahitaji kuteseka vile kwa ajili ya ufalme wa Mungu? Yale mateso sisi wote labda leo tunateseka, sijui kama mateso yetu yanaakisi yale Paulo anayosema katika somo la kwanza. Kwa hiyo njia ya kuishi kipindi cha Pasaka ni imani. Bila imani, yale yote ambayo tunafanya ndani ya kanisa mazingira yapoteza maana. Hata kama tunaimba vizuri, tunafanya yote vizuri, imani ilikuwa ni mlango. Ndio maana baada ya ufufuko wa Yesu Kristo, sio wote waliomuona Yesu Kristo hakuwa kwa ajili ya wote, wale tu wenye imani. Hata mitume hawakuwa wa kwanza kumuona Yesu. Kama walimuona wote, lakini baada ya kifo chake sio wote waweza kumuona, wale tu ambao Mungu alipenda wamuone, wale wenye imani, na alikuwa na sura mbalimbali. Kwa hiyo habari njema ni yale ambayo Kristo anasema kwenye somo la Injili. Anawaambia mitume wake, ni sehemu ya Injili ambayo tunasoma pia wakati wa Juma Kuu, Alhamisi Kuu, muda mchache kabla hajaenda kuuawa. Hapa anasema baada ya Yuda kukwisha kutoka, anasema sasa ametukuzwa mwana wa Adamu. Yesu anajua muda wake umefika, saa yake imefika ya kwenda kuuawa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Hapa pia ni neno muhimu sana, inaakisi yale Paulo anayosema
yafaa kuingia kwa mateso mengi katika ufalme wa Mungu. Na hapa anawaambia mitume wake, ule muda umekwisha fika, yafaa mimi kuuawa. Si mara nyingi mateso tunasema laana, tunahangaika kwenda mpaka waganga, kuna kama bahati mbaya inateseka hivi. Kwani Mungu alinipa mume wa namna hii, watoto wa namna hii, maisha haya, pesa haitoshi. Naweza kufikiri huyu anasema muda wangu umefika wa kwenda kuuawa. Kucho abeke kwa mpumbavu huyu. Na anawaambia bado kitambo kidogo. Anawaonea pia huruma wale mitume, lakini anawaachia neno la ajabu, mnipende mimi kama mimi nilivyowapenda ninyi. Anawaambia maneno haya hawa mitume akijua kuwa watamsaliti, akijua kuwa watamwacha peke yake, akijua kuwa watakimbia maskini, lakini bado anawaambia mnipende kama mimi nilivyowapenda ninyi. Upendo sio hisia, sio msukumo wa mwili, sio ngono kama ulimwengu leo unapotuambia. Na kupenda ni kitu kingine tunamaanisha. Baada ya muda mchache tu tunatoroka. No, hapa unaweza kuona maana ya upendo. Anawaambia hao ambao baadaye watamsaliti, baadaye watamwacha, ulimwengu ambao utamuua, lakini bado anawaambia mnipende mimi, sababu maisha yenu yanategemea mimi. Sehemu nyingine anasema mimi njia na uzima. Na sehemu nyingine anasema mkinipenda mtazishika sheria zangu. Ile upendo na imani ni vitu viwili ambavyo hatuwezi kuvitenga. Anaposema mnipende mimi, upande ule ipo yote, pia ipo huruma, ipo yale yote ambayo juu yao udhaifu wao. Lakini anajua japo wao ni wadhaifu, ikiwa watanipenda, ikiwa wataniamini mimi, ndani yangu watachota nguvu ya kuweza kupambana na ulimwengu. Kwa upendo unaakisi yale ambayo alifanya msalabani. Sehemu moja inasema, nafikiri ni kitabu cha Maombolezo sura ya 3 kama sikosei, angalia ikiwa mateso yako yanafanana na yangu. Angalia ikiwa mateso yako yanafanana na yangu. Sababu saa nyingine moja ya kikwazo ambacho kinatuwekea pia, kinatuzuia mara nyingi mbele ya mateso, inaita swali ikiwa Mungu yupo au la, ikiwa Mungu ni upendo au la. Tayari Mungu alionyesha kuwa mimi ni upendo kwa kutangulia kufa msalabani. Na sio tu alikufa kawaida kama tunavyofikiri mara nyingine, alikuwa Mungu, alikuwa mwanadamu. Aliruhusu, japo alikuwa Mungu mkamilifu, bila dhambi, bila kosa, aliruhusu mwanadamu amhukumu, amdharau, amtemee mate, afanye yote anayofanya, anataka kufanya, ili mimi na wewe tupate kushiriki uzima ule. Baba anasema imani ni kuona yale yaliyotendewa kweli, kwa yale ambayo mimi napitia leo, msalaba wangu, mateso yangu, ulemavu, shida, kukosa mtoto, mchumba, hakuna hela ya kutosha, tayari yote yalitimizwa pale. Kwa imani ni kusema yale ambayo leo mimi naishi, haijalishi kama ni mateso au magumu kiasi gani, yuko Mungu kama Baba akiongoza maisha yangu. Sio indifferent Mungu katika mateso yetu. Sio bahati mbaya changia kama tunateseka. Yuko Mungu. Kwa imani ni kuweka tarajio letu ndani ya yale ambao tayari ameshafanyika ndani ya Yesu Kristo. Bwana anaambia mnipende mimi. Katika mimi mtapata msamaha, mtapata nguvu. Ikiwa leo tuko hapa ndani ya kanisa tumechoka, maisha hayana maana, hayana ladha, ni yale yale, yeye anasema njoo kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo, nami nitawapa pumziko. Mkiwa mnaamini hayo, njoo kwangu ukitaka. Mara nyingine pia dhambi ni kitu kizuri, kinakupa pumziko, starehe kwa muda. Bwana daima kwenye maandiko kuna kama kuna condition, kuna aina fulani, njoo kwangu ukitaka.
Baba, mimi naridhika na maisha yangu, hata kama ni dhambi, lakini nasikia furaha, pumziko yananipatia faida. Sawa, unaweza ukaendelea. Njoo kwangu. Yeye anasema mtapata pumziko nafsini mwenu. Anasema raha nafsini mwenu, akusema comfortable life. Raha nafsini mwenu. Kwa nini anasema raha? Labda ni tafsiri yetu. Ile raha inapindua yale ambayo yaliletwa na dhambi ya asili. Baada tu ya dhambi ya asili iliingia hofu. Ile hofu daima inatusukuma kutafuta furaha maisha katika kitu kingine nje ya Mungu. Naye anasema mkinipenda mimi mtapata raha nafsini mwenu. Yale yanaonekana pia katika somo la kwanza ndani ya yale mateso ya Paulo na Barnaba. Bado wao walikubali yote kuendelea kuteseka, kwa sababu wakijua tu waliteseka yale kwa sababu ya upendo wa Mungu. Ni yale ambayo Bwana anataka kutupa leo. Ni kitu pekee anatualika leo, tumpende. Ile kumpenda Kristo hakutegemei elimu, hakutegemei hela, hakutegemei nafasi yoyote. Inategemea kitu kimoja, unyenyekevu. Kama Maria anavyosema katika wimbo ule wa Bikira Maria, Bwana ameuangalia unyonge wangu na umaskini wangu. Ule ni mlango, unyonge na umaskini, na amewatawanya wenye kiburi na majivuno. Unyenyekevu, kwa sababu imani pia na unyenyekevu vinafanana. Imani, picha imani pia ni Bikira Maria mwenyewe. Utapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sawa, nani alisema hayo? Wapi yalitokea hayo? Labda inapita pia akili yake Bikira Maria. Yeye alijua kitu kimoja, sababu ya unyenyekevu wake, alijua tu hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Labda leo pia yale ya neno Mungu limetangazwa, ndio unipende mimi na dhambi zangu hizo. Mungu atoe maelezo ya ziada. Yeye amesema tayari anakupenda. Inakuja kwako kama ina challenge pia akili yako na dhambi zangu na kiburi changu hiki. Sawa? Ama unaamua ama unaacha kama ilivyo. Ni neno ambalo tunapokea kila Jumapili. Kuna neno la Mungu linagonga ndani ya moyo, kama anavyosema daima katika kitabu cha Ufunuo, mimi nagonga ndani ya moyo wako. Yule anayenifungulia upande mwingine kusema yule anayeniamini mimi nitafanya makao ndani yake. Ile hakuna mtu anayeweza kuingia katika nafasi yako. Kwa tumwombe Mungu neema hiyo ya imani. Bado nabaki pale pale, imani inaingiza uzima wa milele. Ni kitu cha kwanza ambacho tunakumbana nacho tunapoingia katika Ukristo. Natafuta nini katika kanisa? Imani inawapatia nini? Uzima wa milele. Na bila yale maisha yetu hayana maana. Hii msisahau. Unaweza ukawa mtu yeyote duniani, hata rais, kama hamna imani, kama maisha yetu hayalengi uzima wa milele, tunapoteza muda. Basi ningependa kumalizia na Zaburi hii ya 95. Ikiwa leo wasikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Ikiwa leo, labda jana imeshapita, hatujui jana ilikuwa nini, kesho pia hatufahamu, sababu maisha yako mikononi mwetu. Tunayo leo, usifanye migumu mioyo yenu. Haijalishi mpaka sasa tumeishi dhambi kiasi gani, yote yanawezekana kwa Mungu. Kama anapomwambia mwizi mwema, leo hii utakuwa pamoja nami paradisini. Ndugu, msijikwaze. Haijalishi dhambi gani tumetenda, huruma ya Mungu haina mipaka. Yeye anatuambia unipende mimi leo na hali yako, ubaya wako, chuki, hasira, njoo kwangu, mimi nitakupa pumziko. Mitume walipokea roho ya Mungu na uoga wao kabla walikimbia, walitoroka, na baadaye aliwapa uwezekano wa wao kupokea roho yake na kuteseka kwa ajili ya ulimwengu. Ulimwengu unangoja hayo, watoto wako, mume, mke, jamii, bosi wako ambaye ni adui wanangoja haya. Nasi tunapokufa ulimwengu upata uzima. Tumsifu Yesu Kristo.
milele.